Ni sawa kabisa kwa mwanamke wa sasa kuomba kuolewa, lakini kwa upande mwingine sababu za kutokuolewa zinasababishwa na wanawake wenyewe. Anakuwa mzinifu, akiambiwa aache hasikii. Sasa anakuja kushtuka, ashakuwa mtu mzima, ndiyo anatafuta mtu wa kumuoa. Sasa atamuoa nani wakati wale aliokuwa akifanya nao zinaa ndiyo miongoni mwao anatakiwa atoke mme wake? Umeona? Na wao hawataki kuoa kwa sasa hivi. Wakati angejificha hazina yake, watu wangeitafuta. Yaani angejitunza, watu wangemtafuta kwa hali na mali ili wampate. Na hapa sio kwa mwanamke mmoja mmoja, hapa tunazungumzia wanawake wote, ili akinyimwa kwa huyu asipate fursa kwa mwingine. Ila hivyo itakuwa ni mfano wa kutaka matunda ya kuiva kwenye mti wakati uliyachuma yakiwa mabichi. Kwa sasa iko tofauti. Kinachotakiwa kutoka baada ya mwanaume kuwa ametoa mahari, ameandaa makazi, mavazi na mahali pa kuishi ndiyo awe mme, wewe unakitoa kwa chipsi za 2000 au bure. Huoni kama ndiyo wewe uliyejivua thamani? Wewe ufikirii mwanaume akitaka kukidhi haja hata kwa 2000 anaenda kununua mwanamke. Wewe ukitaka kukidhi haja kwa wakati kama huo, haliwezekani. Mwanamke hawezi kuwa na uzuri sawa kutoka miaka 19 hadi 30. Lazima atabadilika kutokana na yeye kupunguza vitu katika mwili. Umeona? Mfano, mayai ya mwanamke yako limited tumboni. Kila yanapotoka yana associate mabadiliko ya maumbile yake. Umeona? Na pia kila anapozaa mabadiliko hayo yanazidi kuonekana. Umeona? Hivyo uzuri wa mwanamke unaishi kwa muda mchache mno. Mwanamke hawezi kufanana na mwanaume kamwe, kwa sababu mwanaume hawezi kuzaa. Umeona? Lakini mwanamke anazaa. Umeona? Na kila akizaa mabadiliko ya mwili hutokea. Huwezi kufanana kamwe na mwanaume, wewe ni mwanamke. Umeona? Mfano wake ni sawa na simba kumfananisha na swala katika mahitaji. That is come over. Umesikia? Yaani ulazimishe simba na yeye aanze kula majani ili swala abaki salama. Haiwezekani. Wanawake mmechanganya kwa kuwasikiliza wajinga wachache wenye maslahi yao binafsi na mkawaacha kuwasikiliza wenye maslahi na nyinyi. Mfano, wale wauza vipodozi waligundua wakiweka sura ya mwanaume haitovutia kwenye vipodozi, wakaamua kumdhalilisha mwanamke ili wapate faida wao tu. Umeona? Kwa kumvua nguo mwanamke, umeona, kwa kumweka uchi hadharani mwanamke. Hao wanawanyonya wanawake bila hata wanawake wenyewe kujua. Umeona? Kwa kuwafanya wanawake kama vivutio kazini. Haya, sasa unaona wanawake wanavyodhalilika sasa hivi. Kwa sasa wanaume hawataki kuoa tena kwa sababu ladha ya ndoa wanaipata kwa wanawake hata kabla hawajawaoa. Umeona? Kuna wengine watauliza, mbona wengine wanazini? Umeona? Lakini wakiacha tu zinaa wanaolewa. Hili limejibiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesema wazinifu watawaoa au kuolewa na wazinifu wenzao au washirikina, na ndoa kama hizi baraka hamna. Umeona? Kwa sababu Mwenyezi Mungu kashajitoa kwenye ndoa kama hizi. Umeona? Mnabaki nyinyi kama nyinyi wenye jeuri ya kutofata utaratibu wake Mwenyezi Mungu. Na kingine, mwanamke kadri anavyozidi kuwa mkubwa, uzuri wake ndio unapungua. Umeona? Na kwa kuwa mwanamke anapendwa kwa sifa moja ya uzuri na sifa zingine, umeona, lakini uzuri na wenyewe umo katika sifa zake za kupendwa. Umeona? Mungu aliligundua hilo, ndio maana akaweka utaratibu katika surati Rum, akasema, na katika ishara zake amekuumbieni wanawake ili mpate utulivu kwao, na amejalia baina yenu mapenzi na huruma. Umeona? Kama ilivyosemwa awali, mwanamke kadri anavyozidi kukua ndivyo anavyozidi kupoteza uzuri. Huruma kwenye aya hii inamaanisha kuwa mwanamke anatakiwa kuchagua mtu sahihi mwanzo, ili kadri anavyozidi kupoteza uzuri wake, kumbukumbu za mapenzi yake kwa mume wake zinamfanya mumewe amuonee huruma. Umeona? Sasa hivi imekuwa tofauti. Wanawake wanatumiwa na wanaume wengi kipindi cha uzuri wao, alafu wanataka kuhurumiwa kipindi uzuri wao huko unapokutika.
Hii itawatesa. Jaribuni kubadilika ili Mungu apate kuwashushia baraka zake na iwe chanzo cha kizazi chema, kwa sababu mwanamke ndiyo mlinzi na chanzo cha uzazi bora. Kadri mwanamke anavyoharibikiwa, ndiyo tunazidi kuona jamii inavyozidi kuharibikiwa. Umeona, kwa kuwa na watoto wengi wa mtaani, umeona, kuwa na watoto wasio na malezi ya kutosha, ongezeko la vibaka, wezi, umeona, na tabia zingine mbaya, zote zinasababishwa na mwanamke kusahau majukumu yake. Umesikia mwanamke? Hii ni nukuu yangu ya leo kwa mwanamke mwenye akili timamu.